sijui sijielewi. Nasikia tu mwili uko na kitu kingine kama katoto hivi. Ushaikunywa pombe? Ukasikia kuna kitu kama kalevu fulani kana kuingia hivi. Unaona ni watu, ukiangalia mtu mmoja unaona wako ine. Kuna vitu zingine ni wewe mwenyewe kusema Mungu hapa, enough is enough. Enough is enough. Hata kama ni mama yako anakuendea kinyume, nafanya unateseka hapa Nairobi kupitia haya madhabahu, aenda azikwe. Mchawi astahili kuishi kwa jina la Yesu. Azikwe kwa jina la Yesu. Amen. Azikwe kwa jina la Yesu. Amen. Kuna vitu vingine vinauma sana. Yes. Mwanangu, umeng'ang'ana, uko na degree, unasoma, unafanya kazi, lakini kuna maisha inakutesa. Kumbe kuna kifungo kilikukamata. Mtu anakukontrol kama remote kule nyumbani. Apigwe na sauti ya Mungu. Right. Yes. Apigwe na sauti ya Mungu. Yes. Apigwe na sauti ya Mungu. Yes. Mahali alipo spiritually. Yes. Unageuza hiyo anga. Yes. Kama alikuwa na biashara kidogo, atafanya biashara nienda kuangamiza. Aka biashara kafilisike kuanzia leo. Amen. Akose mteja kuanzia leo. Yes. Nikaona mtu anatoka kupigwa ile pingo ya maisha. Ana unajua pingo ya maisha? Wacha na ile ya polisi. Wewe unajua tu ya polisi. Kuna pingo ya maisha. Ametoka kupigwa pingo ya maisha. Mama si unaijua? Nitakufa na yeye, nifufuke na yeye, lakini kaburini nitaenda peke yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini kwa vitu vyote vilivyofanyika pale, kuna kitu kimoja kilinifurahisha. Huyo jamaa alikuwa na gari numberless. Karibu gari 20. Numberless. Si namba ya mtu. Nikasema huyu mtu Mungu amemwonekania. Si Mungu akujazie hiyo neema pia upate gari bila mahangaiko. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Na mimi nikasema kama watu wengine wanalia shida na wengine wanaona maisha iko sawa, hata yangu itabadilika. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na si yetu tu probox kara. Baba, unajua zile kara zako unazielewa? Numberless, karibu 20. Zimebeba bibi harusi, zikabeba bwana harusi, zikabeba watu wa kwaya, zikabeba sijui nini, sijui makadino, sijui whatever nini. Nisimama hivi nikaangalia kwanza, nikasema hapa. Nikajiuliza, kuna siku nilienda mahali kuulizia gari na sikuwa na chochote. Nikajipa moyo. Nikasema yangu iko njia. Inakuja. Babake huyu kijana mwenyewe nilipindua hiyo kitu jana, alinipigia simu akaniambia, "Pasa, nataka tu imalize wiki moja. Sasa ni siku ya 4, leo ni siku ya 4. Ajaanguka. Pasa, nataka tu wiki moja, sitaki mwezi, wiki moja. Nitakuita hapa kwangu." Mpaka anauliza kijana wake, "Unasikia kitu kinakuuma?" Pasa, mama, niko sawa." Anakisikia bado kulingana na zile siku niliweka. Yaani wakati anaanza kusikia ni kama anasikia kuhisi baridi. Unasikia wanasikia wanaitwa ng'ombe inaanguka. Shetani akiondoka huwa anarejea kuangalia kuna nini kinaendelea. Sasa hiyo kitu wakati kinarudi hivi kinapata huyo jamaa ana bado na uwepo wa maombi, kinaenda kule. Niliwaambia ng'ombe itoke hapo kwa hiyo ng'ombe. Sijui ameuza leo, sijui atauza kesho, sijui. Lakini hata wakiuzia mtu wa bucha akichinja nyama.
Mtu atakuwa kwanza kuonja hiyo nyama. Wa kwanza tu, haitachukua watu wote, mtu wa kwanza. Wangekuwa na akili kama yangu wangechinja, wakishamaliza kuchuna ngozi, wanakata nyama wanatupia umbwa. Sasa umbwa inaondoka na hiyo. Lakini hawana hiyo. Unajua pale unakuanga na mafisi. Wewe mwanao si mzuri. Hata kidogo si mzuri. Si mzuri hata. Usifikiri kazi yako ni siku maliza. Ninaingojea. Kuna kitu nilikuwa nangojea. Kadogo hivi. Nione kama mko tayari. Mko tayari na gharama ya kubeba sanduku kupeleka nyumbani ya mzee. Leo. Leo. Kibiriti na kuona mshale moja. Lakini naweza choma dunia nzima. Mambo itakuwa mazuri. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mtu mmoja alichoka kushtumikia Mungu, akaona hii nimefanya kwa kanisa hili hakuna malipo, akaachana naye. Sigari yake ndio siku alifutwa kazi kula alikuwa anafanya. Akarudishwa top. Acha nikwambie kitu kimoja, dada yangu, ndugu yangu. Kuna kitu Mungu anaweza weka ndani yako kaanza kufanya kabisa. Ikafika mahali ukachoka. Vile unachoka tu. Na hapo ndio ndani yako inakatikiwa hapo. Maandiko yanasema Ibrahim alitoa sadaka mpaka akafika mahali akasema zimeisha. Ni nini ingine naenda kumtolea Mungu? Maandiko yanasema alibaki na tunde tungombe tukonde. Mwenye alikuwa naona kupeleka mbele ya Mungu ni aibu. Na kumbe hiyo ndio iko na kitu. Nelson, nyota inang'aa baba. Wala kama tu. Ndio unao nini leo? Sikanaanza kurupuka hivi tukadoka. Sasa inakuja hivi. Kanakuja hivyo juu. Kasha tumua ile umchanga. Kashaonyesha kanatoka. Hata niliona Sorofina aliambia mtu ulikuwa nafikiri nitakuona. Sasa ina nenepa. Sina stress kani. Yenyewe inafaa kuweka stress kani. Vitu zingine si kubeba na stress. Aliyefikiria utakufa uende muombe msaada, yeye ndiye atakuja akuombe msaada. Bwana siku sana. Nataka nichukue kitabu kidogo tu hapa. Ni mstari mmoja tu. Marko 1. Marko number 1 and verse number 29 to that. Tukasoma mpaka 31. Alafu tutakuwa tumemalizia hapo. Kuna kaujumbe kako hapo. Tunataka tusaidiane, tujengane kiroho. Marko mtakatifu moja kuanzia 29 mpaka 31.
Inasema ya kwamba na mara walipotoka katika sinagogi walifika nyumbani kwa Simoni na Andrea, ndio pamoja na Yakobo na Yohana. Naye mkewe Simoni mamaye mkewe alikuwa kitandani hawezi homa, na mara wakamwambia habari zake. Akamkaribia akamuinua kwa kumshika mkono, homa ikamwacha, akawatumikia. Asante. Tumpe Bwana sadaka ya makofi mazuri. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hebu soma 33, 32. Hata ilipokuwa jioni na jua limekwisha kuchwa, walikuwa wakimletea wote waliokuwa hawawezi na wenye pepo. Soma 3 hiyo. Na mji wote ulikuwa umekusanyika mlangoni. 4. Akaponya wengine waliokuwa na maradhi mbalimbali. Akatoa pepo wengi, wala hakuwaacha pepo kunena, kwa sababu walimjua. Amen. Tosha sasa. Tumpe Bwana sadaka makofi mazuri. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Hebu sema amen ya sauti. Amen. Amen. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la wetu, nasema jina hilo, jina la Yesu.
jina lake nguvu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina hilo jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la mamlaka, jina la Yesu, jina lenye nguvu, jina la Yesu, jina lenye upendo, jina la Yesu, hilo jina Baba, nasema jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina tulilopewa, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina tulilopewa, jina la mamlaka Baba, jina la Yesu, jina lenye ushindi Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina Baba, jina tulilopewa, jina lenye ushindi Baba, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu Bwana, jina tulilopewa, sema jina la Yesu, sema jina la Yesu, jina la Yesu, jina tulilopewa, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Bwana Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina lenye nguvu, jina tulilopewa, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina tulilopewa, jina la Yesu, 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 jina tulilopewa. Inasema ya kwamba wakati alipofika mahali pale, alianza kuletea watu wagonjwa tofauti tofauti, watu waliopagawa na mapepo, watu waliopagawa na shida tofauti tofauti waliingia mahali pale, na mji mzima ukamjua, ukasambaza habari zake, wakajua kuna mtu ako hapa. Jina la Bwana barikiwe. Jina la mwanawe Yesu Kristo halikuzambaa kwa ubaya, lilizambaa kwa ile mambo alikuwa anayafanya mahali pale. Inatangaza mchana wa leo, huyo atakayekuharibia jina lako, jina lako lianze kusambaa leo, na lisambae kwa uzuri, lisambae kwa ubaya katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Inatangazia mtu masaa haya, wamechafua jina lako kwa ubaya, wamekuharibia lisufu zako, wamekuharibia maisha yako, lakini kuanzia leo inatangaza ufumbe kutoka katika haya madhabahu, kuelekea mahali uliko, ule unaelekea kuanzia baada ya leo, ukutane na muujiza wa Mungu. Jina lako Yesu hujulikana kwa uzuri, ule Mungu usaidia watu kwa uzuri, yule kutembea kwa mambo yako kwa uzuri, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Inatangaza mpaka wa Roho Mtakatifu, manikitombea vizuri na mapepo yakamwondokea. Wale wagonjwa walipokuwa wanalemba, mapepo yakaondoka, magonjwa ya upozi ikaondoka, magonjwa ya unyonyaji ikaondoka. Leo niyatangaza mchana wa leo,
uwepo wa Bwana umeshuka. Tunatangaza neema ya moto. Yeyote aliyekuwa tayari, amini huyu Mungu aliye juu. Amini ibada ya leo. Kuna vitu vinaenda kubadilika. Kuna vitu vinaenda kubadilika. Kuna vitu vinaenda kubadilika. Ulikuwa unalia kwa muda mrefu. Sasa imefika uanze kucheka. Amen. Amen. Chochote unachokifanya weka Mungu mbele, na Mungu anaenda kukuinua kutoka katika kiwango kile. Kile kilikuwa cha magumu, kile kilikuwa cha madharau, kile kilikuwa cha kilio, kila wakati unakaa ukijihurumia, ukijiuliza maisha yangu itakaa hivi mpaka lini? Ni masaa ya kuchange your status. Bwana ananiambia nikupea habari, ameshafika kuchange your status. It's your time to change your status. It's your time to change your status. No more attacking today. No return of your today. No rejection today. Kuna mafanikio yanashuka juu yako. Kuna Mungu anatangaza anga mpya. Kuna Mungu anatangaza anga mpya. Aliyekudharau kuanzia leo unaanza kubadilika. Kuna anga mpya unasonga. Kuna hatua nyingine unasonga. Kuna jambo lingine unasonga. I prophesy today. No more attacking today. No more roho kutawa today. Hakuna anga ya kumakaika. Hakuna kuvuta machozi tena. Hakuna kulia tena. Ni masaa ya kucheka. Na kufurahia kwa madhabahu. Ile Mungu amefanya juu yako lazima kifanikiwa. Ile Mungu amesema juu yako lazima kifanikiwa. Ile Mungu ametangaza juu yako lazima kionekane. Ile ndoto uliyozaliwa nayo lazima ing'are. 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 Hallelujah. Yes. Walifuta kwa kutokujua. Walifuta ile tayari kwa kutokujua. Walikamata kwa kutokujua. Hawakujua wewe ni Mungu aina gani. Hawakujua ni wewe ungezapea msaada. Hawakujua ni watu utawainua. Lakini the time is now. Time is now. Time is now. Change your status. Change your status. Change your status. Change your status. Change your generation. Change your life. It is time now. It is time now. Utakutana nao hii wiki, walikuuliza uliingia wapi, na hiyo hata utaekewa mkono. Ni uwepo wa Injili unakuingia ndani. Ni uwepo wa Injili unabadilisha. Yeyote aliyokwendea kinyume, utaona simu yake leo. Simu yake leo. Leo. Hiyo kesi kazi ulikuwa unaambiwa, unaona iko na delay, imefunguka kwa jina la Yesu. Hiyo kazi ulikuwa unaambiwa, songesha, ngojea. Monday kesho kuna siku unaipokea. Kuna siku unaipokea chote. New generation is starting. This is a new generation. New life imeanza. New life imeshuka. Pokea nyota yako hata kama ni mimi. Umesesa nyota yako. Nyota yako mwanangu. Nyota yako mwanangu. Walikudharau. Hiyo mwezi imepita. Hii mwezi wa kung'ara. Raise and shine. Raise and shine. Raise and shine. Raise and shine. Raise and shine.
from now, not tomorrow, today and now. Nyota yangu ilikuwa financial inarejea today. Wale waliokuahidi fedha wakasema haitakuja, unaona imekuwa na delay. Hiyo pepo tunayaondoa hiyo roho, tunaweka roho ya pepo ndani yako. Wapende wasipende inakuwa complete, na wapende wasipende inakuwa complete. In Jesus name, Mungu anasema chochote kilichowekwa ndani yako na kimolewa na roho wa Mungu. Kilichowekwa ndani yako na sio chako, kimolewa na roho wa Mungu. Kimolewa na roho wa Mungu. Kimolewa na roho wa Mungu. Natangaza kwa nabii, back to sender. Alikilitoka, back to sender. Hiyo uchawi yao, back to sender. Back to sender. Back to sender. Back to sender.